tuzungumzie kwa uchache kidogo mapokezi ya ngoma yenu ambayo umefanya na Faza hapo kando. Yeah. Kwa ni noma sana kwa sababu toka miaka 7 iliyopita tulikuwa tujatoa nyimbo na tumerudi na channel yetu imenyanyuka. New Audio Mark channel, Spotify, Apple Music, everywhere, Amazon wapi. Na response ni kubwa sana. Na ukiangalia streams zilikuwa zinatupa moyo, unaonyesha kabisa kwamba tuko tayari pia kutoa nyimbo nyingine muda so mrefu. Kwa hiyo kusema kweli, shout out kwa everybody, shout out kwa Zombie, shout out kwa mafans na everybody. Kwa hiyo nyimbo imepokelewa kwa ukubwa na tunaamini baada ya muda itazidi kuwa kubwa sana. Umezungumzia kwamba channel yenu imenyanyuka. Maana yake ni nini? Mna kundi au kwa sababu tulikuwa hatujatoa nyimbo miaka 7. Unaelewa, Kanti ana channel yake, Kanti Wizi, mimi na channel yangu Mondi Central Zone. Lakini kwa pamoja tuna channel yetu ya Moko, ambao ni ya pamoja. Nyimbo yetu ya mwisho kutoa ilikuwa ni Tupo Hapa Leo 2018. Kwa hiyo tumerudi 2025 na nyimbo hata tujatoa video, lakini umeona response yake. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba watu walikuwa wanasubiri muda mrefu. Tunapojua labda kwa wasanii wa hip hop kufanya wimbo ambao una challenge ndani yake na ukaenda inakuwa ngumu. Idea yenu ilikuwaje hadi mkatoa wimbo ambao una challenge Pere Maradona? Mzee wa madensi unasema. Idea ilikuwa ya kwangu. Idea ilikuwa ya kwangu. Nilimwambia Amoni sasa inabidi to dance kwa sababu ukiangalia ngoma yenyewe inakuruhusu kucheza. Yaani ni ngoma ya club, ni club banger. It's a banger. Kwa hiyo nilimwambia Amoni kudance pia ni elements za hip hop. Yaani kama watu hamjui, kudance ni elements za hip hop. Kwa hiyo nilijaribu kumshawishi na tunavyoongea sasa hivi yeye ndo anapenda kudance kuliko mimi. Yaani imagine. Ngumu ulikuwaje kumshawishi jamaa? Yaani haikuwa ngumu. Mwana kama ukichunguza show zetu, yeye ndo mtu ambaye alikuwa anajuaga style zangu ambazo mimi huaga nachezaga. Lakini mimi huaga nikiperform huaga mimi sipendi kucheza. Kwa hiyo ukiangalia show zetu huaga yeye ndo anakuja ananikumbusha tupige ile style yako ile, yani tuicheze. Yani ni mtu ambaye anapenda kucheza lakini hajui kucheza. Watu wote ambao hawajawahi kucheza ni vilema, wanatamani sana kujua kucheza. Kwa hiyo huyo ni muhanga ambaye amefaulu. Ni kama Babu wa Kitaa alipopona kansa, huyo amepona ugonjwa wa kucheza. Project yako ya Nikisi ni Chumo, of course ilikuwa ni project moja kali sana ambayo mlifanya nyewe kama Moko. I want to understand sasa hii Pere Maradona kwa sababu ndo kwanza imetoka, you understand, haina muda mrefu na vitu kama hivyo hapo. So nyie mmepanga mipango gani kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba mna promote hii Pere Maradona iende kama ilivyoenda Nikisi ni Chumo? Cha kwanza mnaweza mkaona tumerudi kwenye channel zetu ambazo kama tungetaka ukubwa wa urahisi na uharaka ningeka kwenye channel yangu ambayo ina subscribers zaidi ya 200,000, Moni ana zaidi wanakaribia laki. Kwa maana ingekuwa ni rahisi, lakini tulitaka kuwa sisi kama sisi tulipoishia ndo tuanzie pale pale. Na ukiangalia response yake na kila kitu ni one of the best songs ambazo ukizungumzia wasanii wa rap ambao wana bang na kupata hii song kwa sasa ni mimi na Moni tu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa na plan yetu ime work out kutokana na ideas za content za promotion, dance challenge zimeweza ku work out. Na unajua idea tumetunga sisi lakini madansa wameipenda. Kwa maana yake ni kitu kikubwa kimeenda. Ingekuwa tumwachie kazi madansa wao waifanye, maana yake ingekuwa sisi ndo tuna copy, lakini tunashukuru Mungu imeweza kwenda viral na baada hapa imetupa sisi muda ya kutaka kuachia nyimbo nyingine. Kwa hiyo as we are speaking tuna muda ya kuachia nyimbo nyingine in 3 weeks. Okay, sasa nataka nielewe kitu kimoja hapa. Kama ambavyo mnatambua nyie mmekuwa ni crew. Kwa watu ambao hawatambui pengine hii ni exclusive kwao, lakini I think so kitu kipya. Mmekuwa ni Moko toka way back mpaka hivi sasa. So I want to understand one thing. Nyie kama Moko tumeona a lot of crews zikiwa zinavunjika na vitu kama hivyo hapo. Nyie sasa mmeweka strategies gani za kuweza kusema kwamba sisi kama Moko tume maintain way back na sisi bado tuko? What exactly do you want to do kwa ajili ya ku maintain? Cha kwanza si hatuhitaji kuprove chochote sababu ndani ya miaka 7 umeweza kuona hakuja kuwa kuna kesi ambayo Moni amegombana na country au country kugombana na Moni. Lakini pia tuliweza kuwa tuliform kitu kinaitwa serikali kuu ya mizuka ambayo kuna wadogo zetu ambao tuliwaform wenyewe kina Lunya, kina Conboys, Amen Swag ambao tulipomua sasa tufanye hiko kitu kwa pamoja. You understand? Maana yake tayari
tayari sisi ni family. Kama ndani ya miaka 7 hujawahi kusikia tofauti na ulikuwa unatuona pamoja, maana yake tunaweza tukasustain tena miaka 7 mingine au 14 mingine. Maana yake sisi hatuhitaji kuambia watu kwamba inabidi tupendane ni mpende Moni, no. We are living our best life. Yani me and Lunya, Conboy, Sam Swag. Yani hata ukiamka asubuhi, yani ndio ambavyo sisi tunavyoishi. Hata ukituamsha kutuambia marapo wakali 10, tutajitaja wenyewe. Yani hakuna rapa atapata nafasi. Why? Because tunapendana. Yani hiyo love ambayo automatically ipo. Hata kama tunashindana, mwanaweza kama kasubiri akasema mimi ndo rapper noma kuliko mtu yoyote Tanzania. Hapo nikaangasema Moni, are you crazy? Mimi noma kuliko wewe. Acha ujinga Lakini I love it because we are fun. Moni, mimi nataka kufahamu kutambia wanangu wa OMG. I want to understand. Wanayo wenyewe OMG ndo. Yeah. Sisi tumeform OMG. Okay. Where would it be? Where would it be? Yeah. mimi nataka kufahamu pia tegemea kama kuna EP au No. album ambayo inakuja Album. Zemoko. Album. Yeah, tuko na album ambayo inakuja mwisho wa mwaka kama sio Januari. Tunaangalia unajua ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo it depends on distributor au tajiri ambaye anakuja kununua kazi yetu ambayo tuna negotiate naye, na wengine pia tunawakaribisha. So inaweza katokea mwisho wa mwaka huu, lakini album iko tayari na executive producer ni S2 Keys. Shout out to S2 Keys. Ndio mtu ambaye amehakikisha hii album yote inakamilika na ni one of the best album kwa upande wa hip hop, kuifanya ikawa biashara kubwa na kuchange sound na kila kitu. Hii ndio album kubwa ambayo S2 Keys amededicate muda wake kwa ukubwa sana katika wasanii wa rap tangu muziki uanze. Kwa kidogo unaweza kutuambia collab ambazo zimo kwenye hiyo album ambayo inakuja, tutarajie soon collab ambazo zinapatikana. Kuna Jokes, Barnaba, Bosso Mario, Lunya, Conboy, Sam Swag, Lord Music. nataka kufahamu la mwisho kama kuna mpango wote wa kutoa ngoma yote ya international. Naona kwamba sasa ipo kwenye album pia. Yeah. Na msanii mkubwa sana kutoka South Africa. Subiri one moto unaomwagika, alafu wewe utaanza kuwatagi wewe unataka twende tukauwe nao. Okay, Moni Central Zone, swali la mwisho. Tunajua leo umekuja na ubunifu wa kuvaa suti. Labda ni nani ambaye ameleta huu ubunifu wa kuvaa suti kwenye show ya leo? Acha mzee aseme. Leo actually ni birthday ya Moni. Happy birthday my brother. Yeah. Man. Leo ni birthday yake, lakini tulikuwa tunataka tuonyeshe utofauti kwamba suti ni vazi ambalo kila mtu linamkubali, au sio? Lakini pia sisi ni watu ambao tunatambulika kuvaa kidisho. Kwa hiyo tulijua kabisa Mwanza wako excited kujua tunavaaje. Kwa hiyo hizi pia sio suti jamani, ziangalieni vizuri. Muangalieni Moni jamani.